Je, kuna kitu kama upendo kwa muono wa kwanza? Vipi kuhusu upendo wa dhati? Wengi wetu tumekuwa tukisoma hadithi za fasihi, kukutana kwa ajabu na mwisho wenye furaha. Lakini je, mambo haya yameandikwa ili yatimie kwako katika maisha haya? Na ikiwa hautapata uhusiano huo hapa, hilo linamaanisha nini kuhusu kadari yako? Je, kuna kitu kama mbuya katika Uislamu? Kumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambapo alisema al-arwah junudun mujannada, yani roho ni kama askari waliopangwa safu. Kwa hakika kuna hadithi nzuri sana nyuma yake. Aisha radhiallahu anha anasema kwamba kulikuwa na mwanamke Maka ambaye alikuwa akichekesha kila mtu, kwa hiyo alikuwa mchekeshaji wa kila mkusanyiko. Na kisha walipofika hijra kutoka Maka hadi Madina, anakutana na mwanamke huko Madina ambaye ni kama yeye kabisa, anayefanya kila mtu Madina acheke, na watu walishangaa jinsi walivyofanana. Na walipotaja hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-arwah junudun mujannada, roho ni kama askari waliopangwa safu, zinavutana kwa kila mmoja kulingana na mshikamano huu wa asili. Kwa hivyo je, kuna udhihirisho wa kimapenzi kama hivyo? Kuna mwanachuoni alimwambia mkewe mara moja kwamba si ajabu kwamba miaka 50,000 kabla Allah hajaanzisha mbingu na ardhi, aliandika jina lako karibu na langu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Na katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni wake zenu kutokana na nafsi zenu ili mpate utulivu kwao, naye amejalia mapenzi na huruma baina yenu. Hakika katika haya bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Na unapokutana na mtu unaweza kuwa na uhakika sana kwamba huyu ndiye, na kuna njia nyingi za upendo kwanza na tabaka nyingi za upendo. Na kwa hakika inaweza kuanza na kinachoonekana kama cheche asili. Na Imam al-Hazmi rahimahullahu alisema alhubbu awalan hazlun wa akhiruhu jadd, kwamba upendo huanza kama kitu cha mchezo kisha kinakuwa kitu cha uzito sana. Anaendelea kusema kwamba maana yake ni yakina sana kuweza kuelezwa. Uhalisia wake unaweza kueleweka tu kwa kushiriki. Na anasema upendo sio wa kulaumiwa katika dini yetu, wala haukatazi kwa sababu kila moyo upo mikononi mwa Allah. Kwa hiyo mapenzi yenyewe ni mtihani na hayapo chini ya mamlaka yako, hususan katika kuzama kwenye mapenzi. Ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakikadiria moyoni mwako, na mradi tu usivuke mipaka kwa kukitafuta kwa njia safi na ya halali, basi unaweza kufurahia baraka za kadari hii ndani ya utukufu wa ndoa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo zimo ishara kwa watu wanaofikiri. Na wanachuoni walitaja kwamba kuna ishara za majina na sifa za Allah ambazo hazipatikani popote katika dunia hii kama zilivyo baina ya wanandoa wawili. Kuna ishara za kipekee za upendo wa Allah kama yeye ni Al-Wadud, mpenda zaidi, na ishara za kipekee za rehema yake kama yeye ni Ar-Rahman zinazopatikana ndani ya uwezo wa ndoa. Sasa unapoangalia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna hadithi nyingi za mapenzi. Baadhi yake ni za kupendeza, nyingine ni za kutisha, na nyingi zake ni za kuchanganya. Kuna hadithi ya Muhajir Qais. Mwanaume huyu anayefanya hijra kutoka Maka hadi Madina, sio kwa kutafuta upendo wa Allah au kujaribu kuepuka mateso, bali kwa sababu alitaka kuwa mwanamke, na hilo linakuwa jina lake halisi, mwanaume aliyehama kwa ajili ya Qais. Sasa utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkemea kwa hilo, lakini alisema tu kwamba huwezi kudai thawabu ya hijra ikiwa ulifanya hivi kwa ajili ya ndoa. Na kisha kuna hadithi zingine. Kuna hadithi ya Barira radhiallahu ta'ala anha, mwanamke aliyepewa uhuru kutoka utumwani na Aisha radhiallahu anha. Alipokuwa uhuru kutoka utumwani, alichagua kujikomboa kutoka kwa mumewe ambaye alikuwa Mughith radhiallahu anhu. Na huku Madina kulikuwa na tukio la Mughith akimfuata nyuma Barira akimsihi asimwache, na ilikuwa ni uchungu kwa watu kuona, hadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huruma yake alimhurumia sana Mughith,
na akasema kwa mjomba wake Abbas, je, si ajabu jinsi Mughitha anavyompenda na jinsi Barira anavyomchukia? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimhurumia sana hadi akaenda kwa Barira na kusema, je, hutamrudia? Naye akasema, ya Rasulullah, je, unaniamuru kufanya hivyo au unanihusia tu? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hapana, ninahusia tu. Naye akasema, simhitaji yeye ya Rasulullah. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huruma nyingi sana kwa Mughitha, lakini hakutaka kuwalazimisha kuwa pamoja kwa sababu tu Mughitha alimpenda sana. Alikuwa akipitia uchungu wa moyo na suluhisho lilikuwa tu kwake kuendelea na maisha kwa sababu hawakukusudiwa kuwa pamoja. Kwa upendo unavyotegemea hisia zako, pia unategemea hatima yako. Hadithi yako ya mapenzi iliandikwa na Allah mbinguni kabla hata nyote wawili hamjafika duniani. Allah aliumba mapenzi yako na akaumba njia za mapenzi yako, na Imam Al-Hazmi rahimahullah anafafanua zaidi ya sababu 15 kwa nini watu hupendana. Anazungumzia uzuri wa kimwili na tabia na mwenendo na mali na familia na mambo ya kila aina. Lakini kisha anasema upendo wa hali ya juu zaidi ni mahabbatin mutahabina fillah, upendo kwa ajili ya Allah. Na anasema hasa kwamba inaweza kuwa lijtihadi fil amal, kwa sababu ya uchu sawa wa kazi ya haki ambayo watu wawili wote wanajishughulisha nayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, lam nara almutahabina mithla nikah, kwamba sijui kitu bora zaidi kwa watu wawili wanaopendana kuliko kuoana. Na pia alisema watu huoana kwa sababu mbalimbali, lakini tafuta dini na tabia. Hizo ndizo aina za uzuri usiopimika ambazo zitawaweka wapenzi pamoja milele. Sasa hiyo haimaanishi kwamba mambo mengine sio muhimu, na kwa hakika hata ni sehemu ya mapenzi, lakini hayawezi kuunda msingi wake. Na Mughira bin Shuba radhiallahu anhu alisema, nilimwomba mwanamke kumuoa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaniambia, hal nadarta ilayya, je, ulikwenda kumwona? Na niliposema sikumwona, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fandur ilayya fa innahu akhra an yudama bainakuma, basi nenda umtizame kwa sababu ni bora kuwe na upendo baina yenu. Lakini baada ya yote hayo, watu wawili wanaweza kuonekana kama wanaofaa kabisa, wanaweza kuwa na uchu sawa na kutaka kufanya kila kitu sawa, lakini kwa sababu fulani Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka iwe hivyo katika dunia hii. Na kupendana na mtu au kumwaza mtu kunaweza kukulewesha sana au kukudhoofisha. Mapenzi ni kama riziki, sio kitu ambacho kila mtu atakuwa nacho katika dunia hii, na tunapaswa kuridhika na yale Allah aliyokadiria, hata kama hiyo inamaanisha kuwa lazima nisubiri mpenzi wangu janna, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, laisa fil jannati ahzab, hakuna atakayekuwa mpweke janna. Lakini kama haijakadiriwa kwako katika dunia hii, hiyo haipunguzi thamani yako. Asia alayhi salam, mwanamke aliyekamilika, aliolewa na binadamu mbaya zaidi aliyewahi kutembea juu ya dunia, Firaun. Maryam alayhi salam, mwanamke bora wa wakati wake na wakati wote, hakuwahi kuolewa. Na kuna wanachuoni wengi katika umma wetu, watu wa mbele wa umma wetu, ambao hawakuoa kamwe na walitumia wakati wao na umakini wao kuwa majemedari wa wakati wao. Hakika marehemu Abdu al-Fatah Abu Huda rahimahullah aliandika kitabu kizuri, Al-Ulama Al-Uzab alladhina atharu al-ilma ala az-ziwaj, wanachuoni waliokuwa pweke waliopendelea ilmu yao kuliko ndoa. Na anaorodhesha wanachuoni 20 katika historia ya Kiislamu ambao hawakuoa kamwe, kama vile Imam At-Tabari rahimahullah na Imam An-Nawawi rahimahullah, Ibn Taymiyyah, Az-Zamakhshari au hata Rabi' al-Adawiya maruf, Allah waridhie wote. Sasa wanachuoni hawa hawakuwa wakiepuka ndoa, lakini walielewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa amewakadiria hilo. Na wanachuoni wengi walisema kwamba sababu ya wao kufanikisha yale waliofanikisha huenda ni kwa sababu hawakuwa na familia hizo, na badala yake waliacha vitabu vyao kama watoto wao. Na angalia kilichotokea, wanafunzi wao wakawa jamaa zao kupitia utukufu wa elimu. Sasa hiyo haimaanishi ni elimu au ndoa, au ni ibada au ndoa, au ni sadaka au ndoa, au kujitolea au ndoa. Hiyo inamaanisha kwamba kama aina nyingine za riziki, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameichelewesha au ameikataza, bado inakufungulia aina nyingine za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na sura nyingine za hadithi yako ya ajabu ya amri ya kadar. Na huenda ikawa mbuya wako bado yupo mahali duniani,
Wakati mmoja Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu hakuweza kuoa kwa sababu ya umaskini wake, na anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa analalamika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kimya, huku akirudia malalamishi yake mara 3. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ya Abu Huraira, jaffa alkalamu bima antalaq, ewe Abu Huraira, kalamu imekauka na kile utakachopata. Na hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala alimfungulia njia hiyo Abu Huraira miaka baadaye, lakini kwa wakati wake. Kwa hiyo wakati wetu ni lini? Ni Allah pekee anayejua. Subhanallah, baadhi ya riwaya zinataja kwamba Isa alayhi salam, Yesu amani iwe juu yake, ataoa baada ya kushuka tena duniani. Kwa hiyo itamchukua miaka 1000 kadhaa kumpata mbuya wake katika maisha haya. Yuko wapi wako? Hapa au huko? Hujui, lakini jua kwamba Al-Wadud hajakusahau, Al-Latif ni stadi na ana mpenzi bora kwako. Man dhanna infikaka lutfihi an kadarihi fadhalika likusuri nadharihi, yeyote anayefikiria kwamba wema wake wa upendo uko tofauti na kadari yake, anafanya hivyo kwa mapungufu ya macho yake mwenyewe. Wakati mwingine haturahisishi mambo kwetu wenyewe. Tunaruhusu akili zetu kutunga taswira na kuwaza maisha ambayo yanaweza kutokea au yasitokee. Lakini tunaanza kujenga uhusiano wa kihisia na wazo hili akilini mwetu, na kwamba akili zetu zikiwa zimejaa taswira zisizo na mwisho, inaweza kutuangusha kwa nguvu zaidi wakati kadari yetu ya kweli inapojidhihirisha kwetu kwa njia ambayo hatukufikiria. Mambo hayaendi kila mara kwa jinsi tulivyowazia. Moyo wetu unaweza kutamani kitu au mtu ambaye hakukadariwa kwetu, na walikusudiwa bado kuwa sehemu ya hadithi yako, lakini labda sio kwa njia uliyotarajia. Allah ana zaidi kwako, zilizohifadhiwa katika mustakabali ambao bado hujatarajia. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun.